Hi, milestone. Praise the name of the Lord. Mungu salama. Pastor Frank aje hapa anishikie hii kwa sababu nataka kuchukua muda ambao ni mchache sana. Mimi najua graduates wanagojea kupatiwa certificate, kwa sababu kuvaa nguo sio kugraduate. Mtu yamwe kuvaa nguo sio kugraduate. Kugraduate ni kuvalishwa, ni kupatiwa cheti ya kwamba leo umehitimu. Bwana Yesu asifiwe. Na mseme amen mzuri. Are we together? Yes. Sasa wale ambao hatujawahi onana, mimi ninaitwa Bishop Ben. Kanisa letu linaitwa Jesus Christ Compassion Ministries, JCM. And I thank God that we are live on JCM TV. Kwa hivyo kamera ikipita karibu na wewe, smile vizuri. Unaonekana mbali. Usikae ni kama ulikuwa unasoma ustuke. Watu washindwe alikuwa na graduate alafu astuke. Sasa ukae vizuri. Kamera ikipita unajua unaonwa mbali mpaka ngambo, kwa sababu ya live on all our channels and we appreciate. Kwa hivyo siku ya leo tumekuja hapa kwa mwaliko wa Professor George ambaye ni mshirika wa JCM na ni mshirika wetu ambaye tunapenda, na pia sisi tumempatia wanafunzi ambao anafunza na ni wa kanisa letu. Katika kanisa letu sisi hulipia wanafunzi karo. Watu wakitoa sadaka, mimi huwa nagawana na washirika wangu. Tunagawana, tulisema tukule sadaka yetu pamoja, kanisa ikiisha tutokanishe. Praise the name of the Lord. Na siku ya leo nataka kuongea maneno machache. Na asiaria tukisemana ya kama emeneni jita okiege. Mure gasiari. Mwina thayo. Kaimo makite asiari. Na gidi mutikire akenu. Amen. Na kanisa letu liko hapa chini. Ukiingia hapa Kenya Turnings, hapa Thika utapata JCM hapo, na Mungu wetu atakubariki. Nataka kuchukua muda mchache sana. A very little moment. Amen. Yes, msijali. Kwa askofu unasikiwa. Si hata yeye itafika siku yake na yeye ashikiwe. Amen. Nataka kuchukua muda mchache sana ili niongeleshe moyo wako, ili nikuongeleshe wewe mwanafunzi, because studying to where you are is not final. There are other places awaiting for you. Kuna mahali kwingine unagojewa. And I want to speak about the plan of God. Tell your neighbor, don't change the plan of God. Ukiona mtu akuongereshi, uko na uhuru wa kuondoka mahali hapo. Vino toginya wikarania na mudui muru. Unaondoka tu polepole, unamwambia si nimeona hatuwezani, anguka nayo. Praise the name of the Lord. Unamwambia nimeona nisianguke na wewe, ni kuondokee mahali huko. Nataka kukuongelesha mwanafunzi, kwa sababu nataka nikwambie maneno ambayo yataingia katika moyo wako mbele ya mzazi wako. Ambia mwenzako usibadilishe mpango wa Mungu. Praise the name of the Lord. There is a plan of God. And the plan of God in your life is already there. And you are the one who can divert that plan of God from being a plan of goodness and take it to the direction that you want. Unaweza chukua mpango wa Mungu, uondoe upande ambao unafaa kukupeleka vizuri, wewe mwenyewe upeleke ambako hakuwezi kufaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha ambayo tunaishi, Mungu ana mipango, and that is why in my life mimi sijawahi dunisha mtu, na nimejifunza kutodunisha watu, because the person seated next to you can become anything in this world. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kutodunisha mtu. Mimi ninajua huyu George, huyu ambaye ako na shule ati ina graduate watu hawa wote, huyu tukianza rudishwa miaka 10 ya George, tuwekewe picha, hata tutafutiwe picha kama uko na picha ya George ya kitambo, tuwekewe George hapa, halafu aletwe akiwa huyo George mwenye alikuwa miaka 10 baadaye, na akupropozie wewe msichana, utamwambia you are not my type. Na ujue hakuna kitu baya kama urudishwe miaka 10 nyuma na wewe ni mweusi.
Ujue kuna ile kuchapa ya miaka 10 baada nyuma na kuna ile kuparara ya, unajua mtu mweusi na hana pesa. Kuna kuparara natural. Praise the name of the Lord. Sini ukwe ninadanganyana. Unajua watu weupe mko na advantage moja tu. Unaweza toa jasho ushaini. Ujue mtu mweusi akitoa jasho inakaukiria anakaa ni kama amejipaka chumvi. But the plan of God in his life was valid. Your plan is valid. But God's plan in your life is bigger than your plan. And this is my prayer today. That despite your graduation, despite you graduating, may you stick in the plan of God. Bwana Yesu asifiwe sana. I know a lot of you has gone through a lot. Mimi najua hapa kuna wazazi wameuza ng'ombe usome, wameuza shamba usome. But what I know and I want to encourage you, between and in every family there is a person who breaks the chain of poverty in that family. May you become that person. May you become that person in Jesus name. Kwenu hakujawahi ingia gari, wacha iingie na wewe. Kwenu hakujawahi fensiwa, wacha wewe ukuwe wa kwanza kuweka fence. May you break the chain of pain in your family. Mungu akubariki ukuwe wewe ndio wa kwanza. Utafanya mama yako aheshimiwe. Ameitwa majina mengi akikuzaa. Ameitwa majina mengi akikusomesha. Wengine hapa ni watoto wa single mothers. May you make your mother proud. May you make your family proud. Because of the plan of God, may you become someone. Praise the name of the Lord. In the book of Jeremiah, listen, this is the plan of God in your life. Say my amen. This is the plan of God in your life. The Bible says in the book of Jeremiah, fungua kama uko na maandiko, fungua Jeremiah chapter 29 verse 11. The Bible says this is the plan of God in your life. For I, the Lord, knows the plans I have for you, he declares. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and hope. That is the plan of God. Praise the name of the Lord. Huo ndio mpango wa Mungu. Nani ana Biblia ya Kiswahili? Tusome ya Kiswahili mpango wa Mungu unavyosema. Praise the name of the Lord. Yeremia, ili wazazi wetu waelewe. Wengine ni wa class 8 kama mimi. Asiali mutika kama kamweshirie, mwaki hujiri ni professor. They were 8. Praise the name of the Lord. Kitabu cha Yeremia. Nataka kila mtu aelewe mpango wa Mungu. Yeremia 29 mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi. Inasema hivi. Maana nayajua mawazo ninayowawazia nyinyi, asema Bwana. Ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Praise the name of the Lord. There is no any other plan that is better than the plan of God. Wacha niwakaribie. Unajua wanafunzi mnasikiliza mtu akiwakaribia. Akiwa mbali mnaweza toa maandamano nyinyi Gen Z. Na ni vizuri tumewekewa askari pale mbele. Praise the name of the Lord. The plan of God is to give you a good future. And that is my prayer today, that you will not change the plan of God. Wengine wenu hapa ninaona ni wadogo sana. Musibadilishe mpango wa Mungu uingie katika mpango wako. Kama mpango wa Mungu ni kukupatia amani, stick to that plan. Kama mpango wa Mungu ni kukupatia kesho ambayo inafaa, stick to that plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usiseme ati kwa sababu umemaliza shule uanze kuinda mimba. Sasa nimemaliza shule, I can now settle. Settle ku. Settle where? Kama hujaingiza pesa kwa mfuko wako. And I thank God that today wana naona wakigraduate wengi hapa ni warembo. Msianze kuniambia oh I'm weak. I know myself. Praise the name of the Lord. Wengine wenu hapa ni wengi naona ni wasichana. Na hakuna kitu cha maana kama mwanamke ambaye ako na pesa zake. Hata wanaume huwa tunaheshimu mwanamke ambaye ana pesa zake. Lakini ukiwa mwanamke wa kuomba bwana yako mpaka pesa ya kiberiti shilingi 3. Idha mwangi uko happy? Niko job.
nitumie 5 bob. And this is my prayer. You are not graduating to become idle. You are graduating to become industrious. God is taking you somewhere. His plan is to bring stability in your life. Nyene mogo kinyanira na murare kia thukuru muthie mawira. Jehova arotuma muone mawira. Ndie kuria mbeca ikuma ona aroreka muige mawira manyu thiini wa ritwa ria Jesu. Nyinyi hamwendi nje kuwa useless. You are going to become useful people. That is the plan of God. Mungu awapatie pesa. Mwanamke ambaye ako na pesa hata hashidagi akisubuliwa na mtu. Kuna mzee mmoja alikuwa anapigia bibi yake kelele. Akamwambia nimesema kwa hii nyumba uchukue nguo. Chukua nguo wewe. Halafu bibi yake akachukua simu. Akasema halo. Habari. Asante sana dad. Umeniwekea milioni 3. Sasa hizo kamzee kamenyamaza hivi hapo. Pesa inatulishaga shetani. Akamuuliza nimesikia umetaja pesa. Bibi akamwambia baba yangu ameniwekea milioni 3, wacha nichukue nguo vile tu umesema. Mzee akamwambia sasa nyinyi wa mama mnachukua mambo yote serious. Akamuuliza si umesema nichukue nguo? Ulete nikuvuli. Praise the name of the Lord. Fanya kazi itakuletea heshima. Na unapofanya kazi, tulia katika mpango wa Mungu. Mimi ninaomba hivi, kusiwe na mmoja wenu atakaye toka nje ya mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kukupatia amani. Mpango wa Mungu ni kukupatia kesho ambayo ni thabiti. May you receive that tomorrow in your hands. Pokea hiyo kesho katika mikono yako. Pokea huo ukuu katika mikono yako. Praise the name of the Lord. Boy, ni ukile. Tangi kana ni kuona. No wakura graduate. Wapi ni mgani? Guy, huyu. Umesomea milestone. Huyu nimebeba huyu. Huko Eldoret Band Forest. Huyu mama ametoka mbali. Mmekuja na nani kutoka Band Forest? Mmekuja hapa. Hawa wametoka Eldoret Bwana George. Unaona mimi sasa na ni familia yetu, hawa ni watu wetu. Hata siku wanajua wanasomea hapa dograre hile. Praise the name of the Lord. Tell your neighbor the plan of God. Shika mtu mkono mwambie God has your plan. Mwambie Mungu ana mpango na wewe. Mwambie usibadilishe huo mpango. Mwambie hujamaliza shule uingilie bangi. Hujamaliza shule uingilie pombe. Hujamaliza shule uingilie ulevi. Hujamaliza shule uingilie ukahaba. Umemaliza shule uwe mtu wa maana. Hiyo maana ije katika maisha yako. Ninajua kitu kimoja, wazazi wako watafurahishwa na wewe. Jamii yenu itafurahishwa na wewe. Watu wenu watakupenda. Praise the name of the Lord. Usijali yale umepitia. You went through that to become the better you. Praise the name of the Lord. Your parents struggled a lot for you to be in school so that you can become the better you. Mimi ninawaombea tu kitu kimoja. From your education, from this graduation, may someone important come from you. Praise the name of the Lord. Fanya kazi kwa bidii sasa. Umepatiwa cheti. Cheti ni kusema kwamba you have been given the power to become. May you become in Jesus' name. Unajua watu ambao sisi tumelelewa na shida, we know what graduation is. To some people it is nothing. But to us, mimi najua hapa hata kuna mtu amevaa hiyo gown machozi kakaribia. Because you know how you have toiled. Unajua vile ambavyo umepitia uchungu. Unajua vile ambavyo wazazi wako wameng'ang'ana. Mimi nikiangalia hawa wazazi, wengi wao ni watu ambao wana upendo wa kukusomesha. Praise the name of the Lord. My brother, tonia gari kwanyu. Gayaro toma kwanyu gukagya nyumba ihiga. Gayaro toma kwanyu. Praise the name of the Lord. Gayaro toma kwa asiaria munogeire. Wazazi ambao mmechoka kwa sababu ya watoto wenu. Watoto wenu wawaletee faida katika maisha yenu. Mimi nimeomba Mungu wa mbinguni ambaye na hunisikia. Mimi ninaomba watoto wenu wawaletee furaha katika jamii. Mimi nawaombea watoto hawa wawarudishie kazi ambayo mmefanya kazi kwa bidii. Wairudishe katika maisha yenu kwa furaha. May you go somewhere. Watoto hawa watawaweka ndege. Semeni amen. Watawaweka ndege muende
ng'ambo. Watoto hawa watafanya muheshimike. Wazazi wengine hapa hata hujavaa nywele mzuri ili watoto wako wasome, mara hii utavaa mzuri, mara hii utavaa kiatu kizuri katika jina la Yesu. Nimeomba watoto wenu wawe kile ambacho mlikuwa mnaona katika macho. Watoto wenu wafanyike kile ambacho mlikuwa mnataka kufanyika. Praise the name of the Lord. Unajua sisi wakati hatukuwa tumebarikiwa, mama yangu alikuwa anafanya kazi ya kubeba sawdust kwa sawmill. Watu wakiwa na shida hata kwa familia hawaheshimikangi. Hata mkienda family gathering haulizagu utakuja soda gani. Wale ambao wako na pesa ndio wanaulizago. Anko daktari anasema Coke. Anko mwalimu Fanta. Wewe hata hamuulizwe, mnafunuliagwa stoni ili mkufe muaondoke. Kwa family meeting unashindaka ukifanya wakiongea kitu yoyote wewe ni magas tu. Ninaomba mara hii Mungu ambaye anabadilisha hali, Mungu ambaye hubadilisha hali kupitia wale watoto, abadilishe hali ya familia yako, abadilishe hali ya nyumba yako katika jina la Yesu. Gayorio seja ya maodo arato mari itarere koetukira ciana cianyu maodo masejie, mambo yabadilike katika maisha yenu. Praise the name of the Lord. Watoto wenu hawatakuwa wavuta bangi. Watoto wenu hawatakuwa walevi. Watoto wenu watakuwa wa maana. Watoto wenu watakuwa wa faida, kwa sababu mpango wa Mungu ni wa kuwapatia kesho nzuri. Hiyo kesho nzuri inaanza leo. That new beginning is starting today. Praise the name of the Lord. Wewe mama, kwako hakujawahi ingia gari, kwako haujawahi ona. Unajua sisi tumelelewa nyumba ya matope. Na mimi sijuagi nini shida inafanyaga mpaka mtu asahau mambo. Sisi tumelelewa kwa nyumba ya matope na ilikuwa inamwagika matope na hatuoni. Na tuko tu huko mpaka unasalimiwa na watu wakiwa kwa barabara na wewe uko kwa kitanda. Habari yako Ben? Niko ega. Hamuendi nyumba? Niko tu hapa. Yani inafanyaga unasahau. Praise the name of the Lord. Shida inafanyaga unasahau mpaka nguo yako imeraruka na uko na uzi na uko na shidano. But this time, and take this from me, this time, nyinyi ndio mtafanya kwenye kupigwe sherehe. Praise the name of the Lord. Nyinyi ndio mtafanya kwenye kupigwe sherehe. It is not a permission. Wakati umepewa graduation, when you are graduating, you are not being permitted to go and become useless. You are becoming useful through the plan of God. Maandiko yanasema kwamba ninajua mipango ambayo ninayo kukuhusu. Kama mpango wa Mungu ni wa kukupatia kesho nzuri, usibadilishe mpango. Don't change the plan. Praise the name of the Lord. Don't change the plan. There is a plan of God. And whenever you pray, just say, God, I want to stick in your plan. You said that your plan is to give me a future. Praise the name of the Lord. Wengine wenu najua hata wengine mnasoma, ulipata mimba, ukarukwa, ukasema urudi shule. Praise the name of the Lord. This is my prayer to you. May that child become proud of your mother as a mother. Praise the name of the Lord. May that child become proud of you as a mother. Mimi najua kuna mahali Mungu anawapeleka, hata wale waliruka hizo mimba wataanza kukupigia simu. Ni wewe niliona JCM TV. Unajua success has many friends. Failure has enemy. Success has enemies. Failure has friends. Watu wengi wanataka kuona ukianguka lakini hautaanguka. Praise the name of the Lord. Unajua wanaume ni hatari sana. Hawajui Kiswahili, lakini ukipata mimba wanajua iko katika ngeli ya si yangu. Praise the name of the Lord. May you become someone. Kile unaona ukeriria, kile ambacho wewe huona unatamani, fanyika hicho katika jina la Yesu. Kama kuna mtu uliona ukasema I want to be like this person, may you become that person. And even may you become even more. Praise the name of the Lord. Maybe you have struggled. How many here are firstborns? How many are firstborns? Simameni firstborns. I want to prophesy to you. When you see a firstborn, see a parent. Mimi kwetu I'm the lastborn. Lakini mimi ndio nilikula shida sana. Sababu mimi baba yangu alinizaa akiwa mzee. Lakini wale wengine walizaidika. So mimi nakaaga firstborn kutoka upande wa nyuma. When you see a firstborn, see a parent in them. Because out of you
your siblings wants to reach where you are. Imagine vile mzazi wako ameng'ang'ana kukusomesha na kuna wengine nyuma. Ninakuombea Mungu katika jina la Yesu, upate njia na milango ifunguke, wale walio nyuma yako wasing'ang'ane katika jina la Yesu. Ninakuombea tu wale walio nyuma yako wasing'ang'ane. May you educate your children, wale ambao wamekufuata, may you educate your siblings bila kung'ang'ana katika jina la Yesu. And this is my prayer. Mkitoka hapa Mungu afungulie mlango. Sema I receive in Jesus name. Praise the name of the Lord. As I wind up, nilisema sitaki kuchukua muda mwingi. As I wind up, the Bible says, verse 12, then you will call upon me and come and pray to me. I will hear you. Praise the name of the Lord. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. After this, go and call upon the name of the Lord. He will hear you. Go and seek him. You will find him. Praise the name of the Lord. Enda umtafute, utampata. Enda umuombe, atakusikia. That is what the Bible says. When you are in the plan of God, he is not a stranger to you. When you are in the plan of God, God is no longer a stranger to you. Mungu atakusikiza. Go and seek him, utampata. And this is my prayer. Mahali mtaenda kuketi chini after this, na wazazi wako ambao wamekukujia, go and tell them, Mom, Dad, allow me to pray. Usiende kama umekimbilia buffet. Sababu najua wengine wenyu hata wanazidi walinahubiri nini na wanataka kwenda kukula kuku na chipo. Go and tell your father and your mother, if they are here together with you, go and tell them, Mom and Dad, before we eat, allow me to pray. And when you pray, tell God, Father, I am in your plan. My parents brought me in this school. I have gone through a lot to have what I am wearing on my head. Father, this is my prayer. May you bless this woman for me. May you bless this man for me. And this is my prayer, that I will seek in your plan. Jehovah, give me a big future. Jehovah, give me a big tomorrow. You have said that when I call upon your name, you shall hear me. When I seek you, I shall find you. This is my prayer, that you won't forget where you have come from. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati mwingine tukiangalia wale wazazi, hata kuna mtoto anaweza fungua mdomo amwambie, wewe mami gotiri udoi. Wewe mama yangu hakuna kitu unajua. Mama wewe unaweza tumia iPhone. Hakuna kitu unajua wewe mama. Let me tell you, they know more than you. Bringing you to this world is knowledge. Taking you through academical levels is knowledge. Praise the name of the Lord. That parent deconstructed him or herself to construct you. Wale wazazi wamejipomoa pole pole wakikujenga. They have used a lot to build you. Praise the name of the Lord. I want you to go and respect your parents. If there is a blessing that I enjoy today, I enjoy blessings from my father and my mother. Mimi nimekaa na wazazi wangu wakakufia katika mikono yangu kwa sababu ya kuzeeka na ugonjwa. And everyone who went alikuwa ananiambia, Ben, Gai akuradhime, Mungu akubariki. And I know today the blessings that I have blessings from my parents. And because as young people we normally forget, ninawaomba tu kama kasisi, msisahau ile safari wale wazazi wametembea na nyinyi. Even your first salary usiniletee kanisani. Ukipata mshahara yako wa kwanza, ita baba yako. Kama anakunywa mnunulie 4. Na usianze kumwambia, sasa dad unakunywaje? Umesoma akikunywa. Si dad, sasa unakunywa tutawahi jenga lini? Wewe haukunywi umejenga. Praise the name of the Lord. Ati sasa you want to go and lecture your parents.
Kama ni baba yako mwambie kaa hapa baba. Yes, leo unapewa 5. Wacha atemee mate kwa kifua akili yangu. Kani? Mtoto wangu. Na kweli Mungu ulisema tu siku moja nitalala nikiwa mlevi. Ninajua ni wazazi wengi wangependa kunywa lakini hawana. Bariki Salome. Bariki John, Mungu wa milele. Kwa hivyo kusomesha sio kutupa. Mungu anakumbuka nikuisa inaisha kuja unifungulie. What furahi. Praise the name of the Lord. May God give you resources to make them proud. May God give you money to make them proud. Peleka mama yako Mombasa kama hajawahi enda. Yes, peleka yeye, mwambie mam, ulinisomesha. It is my time to treat you. Mpeleke Mombasa. Acha ulizage hii maji yote ni eka ngapi? Sababu nao Wakikuyu ukiwapeleka mahali manafikiria tu majamba. Maema ya hali. Nitaikasiga na wajiru. Wacha akakuulizia hiyo maswali Mombasa. Na ninawaombea Mungu awapatie uwezo wa kuwafurahisha. Kile ambacho wamekosa ukisoma, wacha wakipate sahihi. Na nyinyi wazazi mkipelekwa out na watoto, wacheni na maneno ya hesabu. Kwa sababu Wakikuyu mnapenda hesabu sana. Unampeleka mama yako, unamnunulia kuku na chips. Mkirudi nyumbani anakupigia kelele ukiwa mbele akiwa nyuma. Sasa umenipeleka kwa hoteli, kuku moja na sikuona kichwa na miguu ya huku chini. Nimeona umelipa 2,000. Unamuuliza, "Mam, shida iko wapi?" Kama ni nyumbani, 2,000 ni vifaranga 20. Ukipelekwa na mtoto ambaye Mungu amebariki, kula unachopewa, fanya anavyotaka, apate baraka. Paka ujui mama yako alihesabu chips saa ngapi. Na tuviasi tumeletwa hapo tumekatakatwa, tuviasi 71. Sasa unamuuliza, "Mom, where is the problem?" Kama ni nyumbani hizo chips umelipa 500, ni viasi gunia moja. Praise the name of the Lord. When your child comes home as a blessed person, enjoy the fruits of their labor. Ulikuwa unawasomesha wa kufurahisha. Sio kuenda na yeye hoteli na kuingiza hoteli kubwa. Na mwingine amesoma hapa, alafu unaangalia. Unajua wazazi wetu wanateremkaga na kidole. Hiyo ni menu, ameletoa menu, anateremka. Akiangalia penye pako na dhate. Kati wewe itakuja, uko na dengu, uko na madazi, katakata 2 weka ndani ya dengu. Hapana. May God bless you that you can afford to take your parents where even you have never gone. Praise the name of the Lord. Wakikuja kama wamebarikiwa, kubali ya kwamba wamebarikiwa. Praise the name of the Lord. You know, my father, when he was about to die, alituita nyumbani, and I was so happy. But my pain, the pain that I ever have in my heart, is that when I finished constructing a house for him, he died. Na ametulea na shida sana. Ni wakati nilimaliza tu kumjengea nyumba hivi, akafariki. Nakumbuka kuna siku, because parents are so genuine, alituita tukiwa watoto wetu wote, akatukaisha chini, akatuambia, "Sasa watoto wangu, ninataka tununue shamba." Na mimi sijawaita niwachokeshe. Nimewaita kwa sababu nimejaribu sana na niko na pesa zangu. Nimepata shamba 1 na hiyo shamba ni 3 milioni. Na mimi sijawaita niwachokeshe, niko na pesa zangu. Ile kitu nataka ni mniongezee pesa kidogo, tununue hiyo shamba. Nikamwambia, "Dad, hapo umefikiria vizuri. You are a superhero to us. Kama uko na pesa na shamba umepata, tuambie ni ngapi tunakuongezea." Akatuambia, hapa nyumba niko na shilingi 700. Kwa hivyo sisi tunataka tuongeze 2,000,000 na 1,900 na 300. Praise the name of the Lord. But I saw genuineness in him. Little did I know. Alikuwa anatuambia, "Mimi sasa nimezeeka, nyinyi ndio wadogo, jipangeni. This is my advice to you." Professor George here opened an institution to give you the ability ya kwenda kujipanga.
my younger sisters and my brothers, ukitoka hapa nje, enda ujipange. Praise the name of the Lord. Enda ujipange. Usiseme mimi ni mwanamke nitaolewa. Siku hizi kuna kauka. Siku hizi hata siku hizi wanaume wanaogopa kuoa. Niliona kwa harusi nyingine maua ikirushwa wakapotelea maua. But when utajipanga, utakuwa in a position ya kujiweza. Praise the name of the Lord. Who said a woman cannot drive a car kama hajaolewa? Si unaweza? Nani alisema mwanamke hawezi jenga kama hajaolewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Jipange, ujiweze. Unaweza olewa na polisi kama hawa. Sasa kama huyu hawa ukiwauliza, huyu unaweza pata kwao ni Moyale. Lakini yako Thika. Mimi nitaolewa hata naweza tafuta mpolisi alafu apelekwe Sudan. Ama apelekwe Haiti. Utampigia simu akiwa Haiti, tutumie pesa ya nyama. Na sasa hizo wameshika bunduki na bomu huko mbele. Lakini ukijipanga, hata aende uko sawa. Siulize wengine hapa, umuulize kwao ni wapi. Utashtuka hapa tuko na watu wa Kakamega. Tuko na watu wa Mombasa hapa, tuko na mtu ametoka Diani ama Kilifi. But kama wake zao wamejiweza, hata wao wako sawa. They are very comfortable. Mkitoka hapa umepewa uwezo wa kwenda kujipanga. Praise the name of the Lord. Wazazi wako labda waliangalia wakaona shamba yenu ni kapisi. Hakuna kitu anaweza kukugawia akasema wacha nigawie mtoto wangu elimu. Ndio hiyo elimu imletee kile anachotaka. And some of you are so lucky. I wish mimi ningekuwa na mtu angenipeleka shule zaidi ya mahali nilifika. Hata Mungu ni mzuri, alinipea talanta. Ati nyinyi mkivaa graduation na mimi navaa hii. Na hii yangu mjue iko mbele, iko na sadaka. Sasa yenu ni kuenda kutafuta. Mimi kuvaa tu hii niinue mkono. Niseme walio na fungu la 10 na walio na sadaka waje hapa. Unaona watu wamekuja polepole na huwapigi. Lakini wewe sasa, wale wamesomea beauty, wale wamesomea udaktari, wale wamesomea caregiving, lazima uende ufanye kazi. Hata mimi nimeamkia kazi sababu mimi sifaidikagi na sadaka. George is my witness. Wale watoto sisi hulipia shule hapa, mimi huwalipia na sadaka. Ni ukweli ama si ukweli? Sadaka yangu nikichukua na elimisha wanafunzi, ili nitakapokuwa bishop mzee nisaidiwe na wale ambao nafunza. Mtu hutengeneza kesho yake, kwa sababu paka ambayo ina wisdom haikuragi panya iko na mimba. Praise the name of the Lord. Na mimi ni paka ambayo ina werevu. Mimi sikuragi panya ambayo iko na mimba, kwa sababu imenibebea kesho yangu. Bishop Ben came today to tell you there is a plan of God. Don't step out of that plan. Praise the name of the Lord. Usitoke katika mpango wa Mungu. And as early as possible, anza kutafuta kazi mapema, ama kama ni kuweka uiweke mapema. Tujipange mapema. Praise the name of the Lord. Sasa mimi vile nimegraduate, nimeonyesha familia yetu I can go somewhere. Graduate is not final. The resources out of that graduation are the fruits of your labor. This is my prayer to you, that the plan of God shall happen in your lives. May you prosper in Jesus' name. May you have a great future in Jesus' name. May you become disconnected from every evil network that will block your ways in Jesus' name. Every evil eye set to see your downfall shall go blind in Jesus' name. Inywe ni Mungu kinya ninasema mimi. Uza hapa sema mimi. Mimi niko ndani ya mpango wa Mungu. Kesho yangu ni thabiti katika jina la Yesu. Let us pray. Mungu wetu na Baba wetu wa mbinguni, mchana wa leo tunasogea kiti chako cha enzi. Baba wetu wa mbinguni, siku ya leo umenipatia nafasi ya kuweka tumaini jipya katika mioyo ya ndugu na dada zangu ambao wako hapa leo. Na kwa uwezo wako Mungu umewawezesha leo, kwa sababu sio rahisi kufika mahali ambapo wamefika. Lakini mkono wako Yawe umewawezesha.
Tuna wazazi wao hapa, Mungu wa milele. Wengine ni wazee, lakini wamejaribu sana kuona ya kwamba kesho ya watoto wao imepata matumaini. Baba wa mbinguni, ninaomba ombi moja. Patia wazazi hawa maisha marefu, ili waone ndoto yao na maono yao juu ya watoto yao ikitimilika. Wape afya, Mungu wa milele, so that they can see the direction of their vision and their mission about their children. Wapatie Mungu siku na urefu wa miaka. Ponya wazazi ambao ni wagonjwa hapa, ili wapate muda wa kuona kile ambacho waliweka shuleni kikiafikiana. Wengine, Mungu, wamelala njaa, wengine wamekosa mavazi, ili waone ya kwamba watoto wao wamefika siku kama hii ambayo siku ya leo tunaiona. Ninawaombea baraka wazazi hawa. Wengine ninajua wameng'ang'ana wakiwa na watoto wengine nyuma ya hawa, wamefanya kazi kwa bidii, lakini shukrani zikurudie, Mungu wa mbinguni, kwa sababu umewawezesha. Ninaomba kama nimesimama hapa, ya kwamba ndugu hawa na dada zangu ambao siku ya leo wanapata shahada zao, ya kwamba Baba utawafungulia milango, ya kwamba Mungu utawaonyesha njia, utamulikia nyayo zao, ili kuwapeleka katika kesho ambayo umesema iko katika mpango wako. Baba, utawapanulia njia, utafyeka majani, utafyeka milima, utarainisha barabara zao, kama vile maandiko yanasema ya kwamba you shall bring the mountains down and you shall bury all the holes for them. Ninaomba ufanye hivyo Mungu. Wengine wao, Mungu, walikuwa wamegojea siku kama hii ili waondoe aibu katika maisha ya familia zao. Wapatie nafasi ya kuondoa aibu katika jamii zao. Kile ambacho hakijawahi ingia kwao kitaingizwa na hawa. Kile ambacho hakijawahi onekana kwao kitaonekana kwa sababu ya hawa. Baba wa milele, najua nikiomba huwa unanisikia. Hakuna mpango wa shetani utajiinua kwa sababu ya hawa. Hawa hawatakufa vifo vya mapema. Hawa hawatakufia njiani. Barabara zao zitakuwa nyoofu. Miili yao na sehemu za miili hazitapatikana katika mito ama katika misitu. Their old golden days are waiting for them. Ninaomba ya kwamba Mungu afungulie milango. Some of them does not have godfathers or godmothers, but you shall become God the Father in their lives. Wengine hawana familia inaweza kuwashika mikono, lakini Mungu wa mbinguni utawashika mikono. Utawaelekeza upande ambao ni mzuri. Utawaelekeza upande ambao una kesho yao, katika jina la Yesu. Baba, jitukuze nao. Asante kwa sababu ya shule ya Milestone. Asante kwa sababu ya maono ya Professor George ambayo ulitia ndani yake na akaanza shule hii ambayo imekuwa ya manufaa kwa wengi. Watoto mayatima wamesaidikia hapa. Katika jina la Yesu tunaomba ya kwamba umpatie maisha marefu katika maisha yake, ili siku moja atakapoenda mbali atapatana na wengine watamsalimia hapa nchini na nje ya nchi, na watamwambia ulifanya vizuri kwa sababu ulinipatia mabawa ya kuendeleza maisha yangu. Mpatie maisha na umbariki walimu wote wa hii shule and every member of staff. Ninawaombea baraka katika maisha yao kwa sababu ya kuongoza wengine, kwa sababu ya kugawa hekima yao ikaingia katika maisha ya wengine. Mungu wa mbinguni, naomba wabariki ili waone umbali ambao unapeleka hawa watu. Asante Mungu wa milele kwa sababu ya kutupa neema. Hata mgeni wetu wa heshima siku ya leo anapochukua jukwaa hii, Mungu wa mbinguni, ili kupatiana shahada kwa sababu ya wanafunzi wetu, ninaomba ya kwamba ukambariki. Asante Baba wetu wa mbinguni, tubariki sisi sote, mdogo mkubwa, yeyote ambaye amefanikisha sherehe hii, hata kikundi chetu cha wanabendi kutoka polisi. Ninawaombea baraka na neema katika maisha yao, waongoze, watendee wema katika jina la Yesu. Bariki nchi ya Kenya, bariki rais wetu, bariki mdogo wake, bariki kila mtu ambaye yako mahali hapa. Asante Baba wetu wa mbinguni kwa sababu unatupenda na unatujali, na ni katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Amen. Weka mikono yako pamoja, pigia Yesu makofi mazuri na umshukuru kwa sababu ya neema yake. Asante sana. Over to you. Lakini ni vizuri ningetambulisha wana JCM
ambao nimekuja na wao. Simama tu mahali huko kama wewe ni mwana JCM na tumekuja na wewe. Asante sana. Huyo ambaye ako mbele ni mwimbaji wa nyimbo za kusifu na kiongozi katika kanisa letu, anaitwa Njoroge James. Mpigieni makofi. Huyo ambaye amesimama wa pili anaitwa Pastor Julius Ngugi, JCM Church Githunguri branch. Huyo ambaye amesimama hapo anaitwa Pastor Nelson, JCM Church hapa Keno. Huyo ambaye amesimama hapo wanafanya kazi pamoja na Pastor Julius, anaitwa Hosea, anafanya kazi JCM Githunguri. Huyo ambaye nikumbushe jina, Njoroge Gitonga the rich man. Huyu mzee ni wa baraka sana, JCM Church headquarters. Huyu ambaye amesimama hapo anaitwa Pastor Eric, JCM Ruaka Town. Wapigieni makofi. Huyu ambaye amesimama hapo anaitwa Tabi Bidans. Yeye ndiye huleta kipindi katika televisheni ya kanisa letu JCM TV, kipindi cha kuanzia saa 4 hadi saa 7 wakiwa na yule DJ. Mnamuona? Ni mweusi, ndiye mwenye hizo nguo mnaona basi. Anaitwa DJ Helper. Huyo mkurino anaitwa Nene. Huyo amesimamia usafiri katika kanisa letu la JCM Church. Sasa nani mwingine? Lakini nyinyi wote, huyu anaitwa Janja. Janja amesimamia security katika kanisa letu, na huyu ambaye amesimama hapo anaitwa Ndongo, he is my driver and my PA. Si mnaona mimi sinyanyasangi dereva, ameshiba. Amen. Hao ndio tumekuja na wao. Na pia kwa nini George huku simama? Washirika wetu wakitajwa. Kama umevaa gown ukaona ni kama zangu. Naye huyu anaitwa Professor George, ni mzee wetu wa kanisa na tunampenda sana. Mungu wetu wa uzima awabariki. Mungu wetu awatende mema. Wazazi ambao hatutapata nafasi ya kusalimiana tena, mkienda nyumbani waambieni mmekutana na bishop wa kanisa la watu wote. Nimeona tuko mpaka na Wamasai. Asante, Mungu wetu awabariki. Kanisa letu la Narok liko pale under Bishop Ole Makau. Mungu wetu awabariki. Si mimi nimewapenda na nyinyi? Unanipenda? Kwa hivyo tukitoka hapa mshikane wanafunzi, mchangane, nyinyi mnanitolea form. God bless you. Thank you MC Jimmy.